Eh, thank you so much. I'm glad that 90% of you already mko hapo mnajiombea. Wale ambao tunaanza, usianze na mambo mingi. Ambia tu Mungu, nimekuja vile nilivyo. Nipokee, nisamehe dhambi zangu, and your Holy Spirit cover me. Hivyo tu. Kesho utapata kuna kitu kingine bado utapata ya kuomba. Sema, Mungu, bariki mamangu na babangu wapate school fees ya kunilipia. That is how you start building your relationship with God. You don't have to pray and ribakota ribasaika. No. Simple prayers will do. So as we grow, tunajifunza nini? Na pia prayers inazuia fake people, fake friends, inazuia fake spirits pia. Tuko pamoja? So we focus on prayers. Umeandika hapo? Learn how to pray for yourself. Focus on praying. Ya mwisho kabisa ndo nimalizie. It's about hygiene and cleanliness. So the Bible says cleanliness is next to godliness. Kwa hivyo mmesikia Mungu anapenda mtu msafi, si ndio? Usigoje mamako akwambie chukua maji enda bafu. Hapana. Unajua pia mtu msmart hata bila kitu ya kuongea unapeanga tu heshima. Ukienda mahali ukuwa msafi, unapeanga tu heshima zako. Kama hata ni birthday umeenda na umeenda uko umeng'ara, kila mtu ata notice your presence was there. Lakini ukienda ukikaa hivi ni wewe unafukuzango. Wewe toka, songa pisha hao waingie. Kwa hivyo let us, kama ni tusichana our hair, si lazima uende ushukwe. Tuko na kichana ni 30 bob ama 50 kienda sana. Sidhani kuna mtu ajui kuchana nywele. Tu vijana, kama umekosa 20 bob ama 50 bob ya kwenda kunyolewa, chana kanywele vizuri. Tuko sawa? Number 2, nguo ambayo umevaa saa hii, si lazima saa hii mko tin. Sidhani hakuna tin ajui kufua nguo. Kunaye kweli? Kuna mtu ajui kufua nguo? So kanguo kenye ulikuwa umevaa jana, si unakafua vizuri? Sana kanguo kandani unakafua vizuri, ndio hata ukioga kusitoke tu harufu. Unajua kuna mtu atakuja akiwa ameshine kutoka kipara, ana shine amepaka mafuta ile remi sawa, lakini akikaa na wewe unasikia kuna harufu kanatoka, sababu hiyo ndani amevaa wiki mzima. Hello, wako in the house? Kafuange jioni. Kama uko na kamoja unakafua, kaikosa kukauka pasi inakausha kila kitu. Lakini watu tusisonge na kahewa. Tusisonge na kahewa. Wasichana, ile wakati wetu pads are here. Mimi sijaiona msichana amekuja akaniambia, Reverend, sina pesa kununua pad, nikakosa kukubaia. Lakini usishinde nayo siku mzima kwa sababu utagonjeka. For us it is very risky, we get a lot of infection even from sitting kwa choo. Umeenda tu choo unakaa nde kama mtu ajui, alafu anze kugonjeka. Sisi ndo tunafaa tujiangalie sana sisi wasichana. Vijana wana mambo mingi. Yeye akienda pale achukua kitambaa kako na maji apanguze 1 2 apake kama mafuta hapo kalorolon. Huyo ako smart kama jana. Ama msichana fanya hivyo, utakuwa smart kama jana kweli? Wana wengine wakicheka wanajua utakuwa smart kama jana. Kwa hivyo wasichana wenye wako hapa tujiangalie. Na sisi tuko, as your parents we are here. Come find me, find Jacinta, find Miriam, find Mama Tosha or anyone.
Sisi hata medical camps zetu tunafanya hapa, tunapeananga pads for free. Hadi panties, we even give away panties. Kwa hivyo mimi nisisikie msichana wa JCM akinuka. Hapana. Tuko pamoja. Usafi ya kwanza. Cleanliness is next to godliness. Hadi ukikuja kanisa, useme ati juu nimeenda kanisa sitaoga, lakini wewe ukienda bash zako unaoga. Mungu anapenda watu wasafi. Hata heri ukuja kanisa uko umeoga, na uko kwenye unaenda shughuli zako usioge basi. Lakini kanisa unakuja uko nini? Uko umeng'ara. Tuangalie usafi. Nitawafunza kweli kuoga kweli. Mtu ukienda bafu unabebanga nini? Tuongeleshane. Sabuni, kitambaa na maji. Sasa wewe wakubeba maji peke yake? Tuko dunia moja. Unajua nalea najua. Ataenda pale juu kuna katuni alikuwa anaona katuni mzuri. Anapose. Anakimbia. Bafu anafungulia maji. Inamgonga anachukua towel. Mimi naendanga nanusa, najua huyu achaguza sabuni, huyu ni maji, akatoka. Narudisha yeye very fast. Alaka huko over 5 minutes. Namwambia paka sabuni, oga venye na kuoneshanga kuoga. So for us, juu sasa huyo ni anza anaongelelea. Sisi ambao tuko hii rika, kuna mtu ajui kuoga na maji na sabuni. Tusinuke ka sweat. Situko poa. Hapo umenipromise. Nikipita hivyo kwa ile line hivyo sitasikia harufu. Si ndio? Ndio sasa uko msafi. Alafu usome vizuri kwa bidii. Alafu muombe Mungu na you respect your parents. Then you're good to go in life. Nani amelan kitu leo? Wenye walikuwa wamesema wajalan. Nani amelan? Sasa kila mtu ametoka na kakitu amelan. Na through that nimeongelea vitu mingi sana. Growth, hygiene, picking your friends, spiritual battles pia. Sasa tuko sawa? Mtu ambaye ako na swali anaweza kuja anione, tupatane. Mtu ambaye ako na kashida, kakitu ambayo mimi nimeaddress, you come see me, tujue venye tutasaidiana na tusonge kwa maisha. I wish you all the best. All the best from the bottom of my heart. And please, 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 let us learn to love each other, respect each other, and love our parents, and listen to them, and love the church. Okay? And respect the church. Above all, you respect the church because the church is the house of God. Sindio? Tutafanya hivyo. Tukifanya hivyo Mungu atatubariki sisi wote. See you kesho tutakuwa pia pamoja na nyinyi. I'll be bringing a very good friend of mine. Na Mungu abariki, nimefurahia kuongea na nyinyi na wengi wenyu wamjaninyamazia, tumeinteract. So tuendelee hivyo. Pastor Dan akikuja hapa akiuliza kitu you talk. Si ndio? Ndio tukae tukijua hata nini inaweza wasumbua, nini ingine next time tunaweza address. Hapo ndo mtu anajuanga mashida ya watoto, lakini mkinyamaza hatutajua. Sawa? Mungu awabariki sana na wapenda. Please simameni, stand up. Stand up. Stretch, stretch. Wale ambao wamekaa chini, stand up. Nataka to stretch, 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 stretch. Give your neighbor a high five. Na umwambie kenye umelan. Mwambie usafi number 1. Growth number 2. Be a prayerful person number 3. Na number 4, you love each other. Mungu awabariki sana. Please let us all welcome our pastor, main speaker of the day, Pastor Dan Khan from JCM Murang'a. Karibu sana Pastor.
we can do one song and maybe we do one song so that unajua mbosho ndio inafanya spacing. Hallelujah. Amen. Why don't we celebrate the Lord? Then let's celebrate our mama. Let's appreciate our mama with a clap. Come on, we can do better than that. We can do better than that. In Jesus' name. Amen. Do you know a Kikuyu song? Which one? Which one? So you do one Kikuyu song. Just one. Mimi nitaibia hapa chini. Maria ujekaga ni mega na mai yo eige kwira tia Ngai wakwa munye indo ya gikombe kia uhono kiwa dahe oria wikite ni wega mwana amukira gado ego atanera ukada wega iruka ndio indo igani wega ni wega wapi shangwe na vigelegele pigia Yesu makofi ya tuna mai to read your Bible. Psalms 33 verse 2. Verse 4. Psalms 33 verse 4. For the word of Jehovah is upright, For the word of Jehovah is upright, and everything he does is trustworthy. and everything he does, it is trustworthy. In my version says, for the word of the Lord is right and true. He is faithful in all he does. Amen. Somebody said the word of God is true. Whatever it says, it can happen. You know, one day, let me show you something. I believe this word because this word says that I shall not go to the village. It says I'll be blessed in the city, and I will be blessed even in the village. Where am I today? I'm in town. I'm in the city. This word is true. I'm being blessed in town. I want to tell you this word is true. This word can take you to places. The time that I did not understood the word, I just realized ya kwamba hili neno linaweza nifanya nikae tu Murang'a. Unajua Murang'a ni kuzuri, lakini kuna dheru. Dheru ni manke kuna dheru nyingi huko. Hata nakumbuka kuna wakati nilikuwa nimeenda kuhubiri mahali, watu wakaniambia ninakaa the former governor anaitwa Mwaki wa Iria. Wakanituma, wakaniambia uthiwire baba wanyu kwena dheru nyingi muno kiasinyite. So, you know, I just believed that I would just settle in Murang'a. But when I read this word, nikagundua ya kwamba hata mataifa, even the nations are waiting for me. It is not long time ago, I was in Zimbabwe. I'm telling you, this word is true. Turn to a neighbor and tell neighbor, the word of God is true. Hata kama maale hana pesa, ama hana school fees, mufungulie hii neno. The Bible says that he can supply all our needs according to his riches in glory. Unamwambia maadhe, usijali, we have a manual ya binguni. Tell your neighbor, manual ya binguni tuko nayo. And the word of God is true. Amen. Number what? We have said number one, we have said, you know, I'm giving you 4 points and I'll be through. Then we join with our mothers. Number one, we have said the word of God is authority. Number two, the word of God is true. Number three, the word of God is powerful. Say powerful. Hebrews chapter 4 verse 12. Hebrews chapter 4 verse 12. The word of God is powerful. The word of God is powerful. Kiugo kia Ngai ni kiri hinya. Let me show you how it is powerful. It says, Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is alive. Somebody say alive, active, sharper than two double-edged sword. It penetrates to divide soul and spirit, joints and marrow,
It judges the thoughts and attitudes of the heart. So ni kumaanisha, this word of God is very powerful. Imagine inafananishwa na sword. And you know the sword vile inakaanga. Yani ikikudunga inakatanisha somebody into pieces. So the reason why we need to secure our destiny with the word of God is because the word of God is powerful. Amen. Tell your neighbor, the word of God is powerful. Alafu mkumbushe tena, you need to read the word of God. Because the word of God is powerful. The last one for today. The word of God is our defense against sin. The word of God is our defense against sin. And I want us, we go to the book of Matthew chapter 4. That is my parting shot. I'll conclude with that. Matthew chapter 4. So when you find yourself, you are in sin. When you find yourself, you are being tempted. Kuna majaribio. Kuna unahisi kuna kikitu kinakupata. Mwili umechamuka chamuka. Kuna tu message unapokea. To pornographic material. Hatuondolewi tu hivi hivi. It will finish your destiny. But when you have the word of God, it's the defense against sin. Are you in Matthew chapter 4? Let's read from verses 1. Matthew chapter 4, verse 1. And then we are going to pray. I want to pray for a few people here, because you are going to get the grace to read the word of God, the grace to pray for your destiny in the name of Jesus. What does the Bible say? Then Jesus was led by the Spirit up into the wilderness to be tempted by the devil. To be tempted by the devil. After he had fasted for 40 days and 40 nights. After he had fasted for 40 days and nights. He felt hungry. He felt hungry. And the tempter. Now the Satan himself. Shaitani we mwene. Akatokerezea. And approached and said to him. And approached and said unto him. If you are a son of God. If you are a son of God. Tell the stones to become loaves of bread. Turn these stones to be loaf of bread. And what did Jesus say? But he answered. As he answered. It is written. It is written. Where? The word of God. Somebody say the word of God. He said it is written. Man must live not on bread alone. Man will not live by bread alone. Watch here to happen. For you to conquer the enemy that want to finish your destiny, what you need is the word of God. The word of God will help you to secure your destiny. And I want to tell you,